Ninakusalimia tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo, na bado tunaangalia vitabu vyetu vya Biblia. Leo hii tutakuwa tunatizama vitabu viwili, Biblia ya Waprotestanti na vile vile Biblia ya Wakatoliki. Na somo letu linauliza, kwa nini Waprotestanti walikataa vitabu vya apokrifa? Tunajua ya kwamba katika Biblia ya Wakatoliki bali na vitabu 66 wameongeza vitabu 7 ambavyo vinajulikana kama apokrifa au deuterocanonical books. Kama unavyoweza kukumbuka, tulitaja vitabu hivyo kama Tobiti, kama Judith, kama Seraki au Ecclesiasticus, vile vile Baruch, Makabis wa kwanza, Makabis wa pili, na vile vile Hekima ya Suleiman au The Wisdom of Solomon. Kwa hivyo vitabu hivi vimeongezwa katika Biblia ya Wakatoliki, lakini vilikataliwa katika vitabu vya Waprotestanti. Kwa hivyo swali ni je, kwa nini Waprotestanti walikataa kuviongeza au kuvijumuisha vitabu hivi katika Biblia yao? Tunaona ya kwamba tofauti hii ilijitokeza sana wakati wa Protestant Reformation, ambapo viongozi kama vile Martin Luther walipinga baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki. Na kwa hivyo tutaangalia hoja kadhaa, na hoja ya kwanza inasema tofauti ya lugha, yaani Kiebrania dhidi ya Kigiriki. Hoja ya pili ni Yesu na mitume hawakunukuu apokrifa kama maandiko matakatifu. Vile vile katika hoja ya tatu, mafundisho yenye utata. Na vile vile katika hoja ya nne ni hakukuwa na manabii kipindi hicho. Hoja ya tano tunaona ya kwamba kutokubaliana kwa kanisa la mwanzo. Na vile vile tuna hoja ya sita ambayo inasema kukubaliwa rasmi baadaye na kanisa Katoliki. Hoja ya saba ni makosa ya kihistoria na tofauti ndani ya vitabu. Hoja ya nane inasema tofauti kati ya vya kusoma na vya kuhubiwa na Mungu. Hoja ya tisa inasema ni maandiko pekee. Kwa hivyo tuna hoja 9 ambazo tutaziangalia kwa wakati huu. Kwa hivyo tunapoangalia hoja ya kwanza, ni tofauti ya lugha, yaani lugha mbili, Kiebrania dhidi ya Kigiriki. Na tunaona ya kwamba Protestanti wanaamini kwamba Agano la Kale linapaswa kufuata Biblia ya Kiebrania. Jambo la pili ni kwamba vitabu vya apokrifa, yaani deuterocanonical books, viliandikwa kwa Kigiriki na wala sio Kiebrania. Kwa hivyo walihusisha hili na mjadala wa Wayahudi kuhusu vitabu halali unaohusishwa na the Council of Jamnia. Hivyo waliamini vitabu ambavyo Wayahudi hawakuvikubali havikupaswa kuwa sehemu ya Biblia. Hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili nasema Yesu na mitume hawakunukuu apokrifa kama maandiko matakatifu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu na mitume walinukuu sana Agano la Kale, lakini hawakunukuu wazi apokrifa kama neno la Mungu. Kwa hivyo hitimisho ni kwamba kama havikutambuliwa na Yesu, basi si sehemu ya maandiko matakatifu. Katika hoja ya tatu inasema mafundisho yenye utata. Kwa hivyo tunaona kwamba baadhi ya maandiko au baadhi ya mafundisho katika apokrifa yalipingana na mafundisho ya Biblia kwa mtazamo wa Waprotestanti. Kwa mfano, kuombea wafu. Hayo ni katika kitabu cha Wamakabayo 22:45. Vile vile sadaka au matendo mema kufuta dhambi, au hii ni kulingana na Tobiti sura ya 12 mstari wa 9. Kwa hivyo haya yalionekana kuunga mkono mafundisho kama toharani, ile ambayo Wakatoliki wanasema purgatory. Kwa hivyo Waprotestanti walisisitiza wokovu ni kwa neema, kwa imani tu,
na kwa hivyo walifuata mafundisho ya Martin Luther. Katika hoja ya 4 tunaona ya kwamba hakukuwa na manabii kipindi hicho. Kwa hivyo vitabu vya Apokrifa viliandikwa kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Vile vile kipindi hiki huitwa kipindi cha ukimya wa kinabii. Kwa hivyo waliamini hakukuwa na ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu wakati huo. Tunapoangalia hoja ya 5, hoja ya 5 inasema kutokubaliana kwa kanisa la mwanzo. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba baadhi ya viongozi wa kanisa la kwanza hawakukubaliana kuhusu vitabu hivi. Kwa mfano, Jerome alivitilia shaka, na kwa hivyo alisema ni vizuri kusoma lakini si vya kufundisha mafundisho makuu. Katika hoja ya 6 tunaona kwamba kukubaliwa rasmi baadaye na kanisa Katoliki. Kwa hivyo kanisa Katoliki lilikubali rasmi Apokrifa kuwa sehemu ya Biblia katika the Council of Trent au mwaka wa 1546. Kwa hivyo Waprotestanti waliona uamuzi huu ulikuwa baadaye sana na si wa awali. Na katika hoja ya 7 tunaona inasema makosa ya kihistoria na tofauti ndani ya vitabu. Kwa hivyo tunaona Waprotestanti waliona, moja, baadhi ya taarifa za kihistoria si sahihi, na pili, wakaona kwamba kuna utofauti au mkanganyiko wa maelezo. Kwa hivyo hii ilileta mashaka kuhusu uongozi wa Roho Mtakatifu katika uandishi wake. Na katika hoja ya 8 tunaona hoja ya 8 inasema tofauti kati ya vya kusoma na vya kuvuviwa na Mungu. Kwa hivyo hata Martin Luther hakuviondoa kabisa, lakini aliviweka kama vitabu vya ziada. Kwa hivyo alisema ni vizuri kusoma lakini si sawa na maandiko matakatifu. Katika hoja ya 9 tunaona kwamba kanuni ya sola scriptura, yaani maandiko pekee, na hii ni msingi mkubwa wa imani ya Waprotestanti. Kwa hivyo Biblia pekee ndiyo mamlaka ya mwisho. Katika Kiingereza tunasema the Bible becomes the final authority. Na kwa hivyo vitabu vinavyotia shaka havikupaswa au havipaswi kuwa sehemu ya Biblia. Na tukiangalia muhtasari wa somo hili tunaona kwamba sababu kuu za Waprotestanti kukataa Apokrifa ni: moja, havimo katika Biblia ya Kiebrania; pili, havikunukuliwa wazi na Yesu; tatu, mafundisho yake yana utata; 4, tunaona ya kwamba hakukuwa na manabii wakati huo; 5, kanisa la mwanzo halikukubaliana; vile vile 6, tunaona ya kwamba vilithibitishwa rasmi baadaye sana na kanisa Katoliki. Na katika tukiangalia pia nambari 7 tunaona ya kwamba kuna makosa ya kihistoria. Vile vile 8 ni vya kusoma tu wala si vya uvuvio. Na katika nambari ya 9 tunaona ni kwamba ni kulinda kanuni ya sola scriptura, yaani mafundisho pekee. Na kwa hivyo kwa hayo nasema asante sana na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.